Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, Madam Margaret, the First Lady, the Deputy President William Ruto, Mama Ngina Kenyatta, and the family of Mzee Daniel Toroitich Arap Moi, Kenyans here and elsewhere. First, to the family of Moi, let me once again convey personal condolences and those of the Mudavadi family. We have had a long association with you over the years. So all of us stand with you at this particular moment. A lot has been said about Mzee Moi, and I stand here with a unique credential. I was his last vice president. Mimi ndio nilikuwa vice president wa mwisho wa Mzee Moi. So there are a lot of things I could say, but I'll just try and focus on 2 or 3 issues. But first, the issue of education, the footprint that Moi will leave on matters education will remain unparalleled for a very long time. I think Sally gave a very good account of this and other speakers. President Moi presided over the most rapid expansion program when it comes to education. And I can say in Kiswahili, katika kaunti zetu zote 47, sijui ni gani ambayo haina shule ya msingi ama shule ya upili ama chuo cha elimu ambacho hakina jina la Moi. The second one was universal health care. Your Excellency, President Uhuru, this is one of your pillars. You are committed to providing universal health care to Kenyans. President Moi, indeed, alitembea na kila pahali kulikuwa na Nyayo ward. That was his own contribution towards the goal of achieving universal health care. Tabu ilitokea tu wakati hiyo mambo ya structural adjustment iliingia na wakasema there must be cost sharing. Hiyo ikapunguza speed ya universal health care. Sasa mpira uko kwa rais wetu Uhuru Kenyatta. Jambo la tatu, watu wamezungumzia vizuri sana kuhusu transition. Na ni kweli Moi na wengine kama Mzee Kenyatta walipigania uhuru wa Jamhuri ya Kenya na damu ilimwagika. Na hatimaye katika mwanzo wa mataifa yetu kulikuwa na mtindo wa coups na counter coups. Kupindua serikali na kadhalika. Museveni alizungumzia vizuri sana jambo hili. Mzee Moi alisimama imara, na sasa tuko hapa miaka 56 ama 7. Na tunajivunia kwamba ingawa kulikuwa na jaribio, Kenya kwa wakati huu ina historia kwamba ni serikali ama taifa katika eneo hili wakiwa labda na Tanzania ambao walidumisha amani. Tumpatie heko. Sasa nikuje tu kwa yale ambayo yananiguza mimi mwenyewe. Rais Moi aliniteua kuwa waziri wa fedha nikiwa na miaka 33. Nakwambia mambo yalikuwa moto. Sali ameyataja. Wadhamini wetu walikuwa wamekataa kwamba hatustahili usaidizi. Uchumi wetu ulikuwa kwa hali mahututi. Lakini mzee ambaye amelazwa hapa akanishika mkono
akanipatia usaidizi, akasema wewe endelea na mimi nitakushika mkono. Kupitia kwake, kile kitu kilisumbua wa Kenya sana wakati ule kinaitwa export compensation, na kikazaa mnyama mwingine anaitwa golden bag. Tukashikana na mzee Moi tukavunja hiyo kitu. Na mimi nataka niwaambie ilikuwa fujo. Mabenki zilifungwa. Mambo mengi yalifanyika katika taifa hili. Akaleta uhusiano ya kuhakikisha kwamba tuko na soko huru, free market economy. Mzee huyu. The liberalization we see today, don't take it for granted. It is through his leadership that Kenya became a liberal economy. Nikimalizia, alipenda utamaduni. Yeye, nikikumbuka, alikuwa mgeni mkuu wa Vihiga Cultural Society karibu miaka 7. Na hatimaye nilifurahi sana ndugu Uhuru wakati serikali yako iliamua sasa tarehe 26 itakuwa Cultural Day. Kusema ukweli, msingi wa huyu mzee kila 26th of December kuangazia utamaduni kwa kitaifa lilikuwa jambo la muhimu. Na isitoshe, huyu mzee, he was humorous. Kwa sababu yeye ni binadamu. Wacha nigusie tu mambo mawili. Padri, munisamehe. Wakati alikuwa anataka kueleza kama umechelewa, mimi nakumbuka kuna siku moja aliitisha cabinet ya ghafla. Sisi tukafika mapema, lakini mzee ntimama na roho yake pia ipumzike vizuri, akakuja amechelewa. Sasa mzee Moi akasimama pale na akamuuliza mzee ntimama, ndugu ntimama, sasa mbona unachelewa kufika mapema? Unajua mimi na wewe kwa rika yetu tulimaliza kazi yetu zamani. Wale ambao mimi naweza kusamehe wachelewe ni wadogo kama hawa bwana Musalia, kwa sababu bado wana kazi ya kufanya. A very subtle message of conveying the need to keep time. Na wakati mwingine akiona unaenda speed sana, Moi pia alikuwa na msemo mwingine, akasema kwamba hata kama wewe ni ndume, unafikiri unaweza tumikia ndama 50 kwa wakati mmoja? Even if you are the most agile bull, do you think you can service 50 haifas at the same time? What was the parable behind this? I leave it to you. Because President Moi lies there because he was human. God rest his soul in eternal peace, and may his family receive consolation from God.